Ni kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu lengo kuu ni mashindano hayo ya kimataifa. Simba wanatakiwa kujiweka vipi hasa kuelekea kwenye mashindano hayo? Mimi kwangu Simba ambacho naweza kusema kwa coach Beka ni kuifanya Simba kuwa na uwezo wa kucheza na mpinzani wa aina yoyote. Simba unaweza ukaiona ni bora inapokutana na timu za ligi kuu. Yanga unaweza ukaiona ni bora inapokutana na timu za level ya ligi kuu. Ila wanapokutana na timu ambazo zina ubora, Simba na Yanga wana changamoto wanapokumbana na timu ambazo wanapishana nazo. Kwa Beka la kumshauri ni kuweka mazingira sahihi hayo. Je, Libase akifichiwa space ana uwezo wa kulazimisha space? Anise Oura wao ni mchezaji mzuri, akikutana na watu wameficha eneo la kucheza anaweza akalitafuta eneo la kucheza. Na ndio maana hata huyu Chama anayeimbwa, Chama anaimbwa kwa mechi za nyumbani za kimataifa hapa, sio nje. Unajua unashindaje hapa nyumbani? Anaimbwa kwa sababu ya mechi za hapa nyumbani ambazo pia sio za knockout, hatua ya makundi na kushuka chini. Sawa? Yaani magoli yake yote kwa kwenye list ya wachezaji ambao wamefunga magoli mengi Afrika kwenye klabu bingwa, magoli mengi ameyapatia kwenye hatua ya makundi na kushuka chini, sio kuamua mechi kwenye mechi ya mtoano, kwamba sasa Chama akaamua gemu ya mtoano kwenda robo finali. Sio, naelewa vizuri? Yaani kutoka robo finali kwenda katika hatua inayofuata hakuna. Ni moja kati ya eneo ambao tuna weakness nalo kwenye timu zetu. Kwa nini? Approach ya game ya mtoano inatofautiana. Kwa hiyo unapaswa kuja compact kulingana na mpinzani ambaye unakwenda kukutana naye. Lakini vinginevyo ukija kindezi yale. Kwa coach Beka ana kikosi kizuri cha Simba. Lakini je, umemwona akikutana na watu ambao wanapishana? Na hili ukitaka kuliona, angalia mechi ambazo anakutana na Azam. Ubora si unafanana, waamue kucheza mechi. Unakuja kuona kuna mapungufu mengi ambayo unayaona. Kwa nini tu alifanya vile? Kwa nini nani alifanya vile? Ni kwa sababu wanakutana na watu ambao wanapishana. Unajua ukicheza mara nyingi na mpinzani ambaye uwanja unainama kwake muda mwingi, ujifunzi kitu. Kwa sababu wewe unakuwa ni mtu wa kushambulia tu. Ushambuliwe wewe ili kujua makosa yako wapi. Kwa kikubwa cha kuzingatia ni hicho. Na sio kwa Simba tu, hata kwa Yanga lazima waboreshe katika eneo hilo. Unaelewa vizuri? Hata kwa Azam pia. Kote. Bado ni changamoto. Yaani timu zetu zote ambazo zinashiriki kimataifa lazima zijipange katika hilo eneo. Sawa, pengine napo kwa klabu ya Simba mchezaji yupi ambaye kwako ni mchezaji bora katika msimu huu? Mimi kwangu Simba mchezaji ambaye ni bora Simba Eli Mpanzu. Eli Mpanzu anafuata Libase Gay. Yaani hao ndio wachezaji ambao nawakubali Simba asubuhi, mchana, jioni. Libase Gay na Eli Mpanzu. Sawa. Hao wengine wote mapambano ya utangulizi. Ndio walisi. Lakini Libase na Eli hao ni wachezaji ambao game ya aina yoyote wana uwezo wa kupush, kupiga, kutafuta space. Au unaweza kuchukua na ukawaachilisha Young Africans pale. Yaani hao timu yote nchi wanacheza. Yaani kama unacheza Simba kikosi cha kwanza kwenye ligi ya ushindani raundi hii, popote unacheza. Kwa Simba unacheza, kwa Yanga unacheza. Sawa, tetesi zipoje pale Msimbazi? Issue kubwa ambayo ilikuwa inatikisa ni ya Fei ambayo ishakwama mpaka hivi sasa. Labda hao watu waje wanithibitishie kwamba Chuma sisi tunamsajili Fei Toto kwa bilioni 3 hii na risiti hii. Sio usajili wa vivichoni. Leteni, manake Faisal mmoja ni iliza 3. Nakwambia Faisal gharama yake ni kubwa sana. Kwa hiyo ambayo kwa inavuma ni ya Faisal ndani ya kikosi cha Simba ni asilimia kubwa ni hiyo, lakini wengine wote bado, kwa sababu disha ndo kwanza limeanza. Sawa, lakini kwa upande wa kuondoka kwa wachezaji hali ipoje? Kwa wachezaji wa kwanza ni Bajaber ambaye mimi nilisema kabisa huyu hii ni kichomi. Lakini mtu kama Neo Maema pia kuna possibility ya kutoendelea msimu, na Alassane Kante
na Nabi Kamara ambaye tayari hayuko ndani ya Simba. Kwa ni possibility ya Neo Maema, licha kwa mimi naamini ni mchezaji mzuri sana tu Neo. Licha ya kuwa management ni kuna mvutano, huyu abaki, huyu wengine wanasema sibaki, lakini mchezaji mzuri ambaye pia anahusishwa kwamba huenda akaondoka mazima ndani ya kosa Simba kwa sababu yuko ndani pale ya Simba kwa mkopo akitokea Mamelodi. Kwa possibility hiyo ni kubwa. Sawa, unahitimisha vipi hapo kwa upande wa klabu ya Simba? Kubwa ni kuleta wachezaji ambao ni sahihi. Kama wanaingia sokoni kweli. Kuleta wachezaji ambao ni sahihi. Lakini umesema kwamba wasifanye usajili. Umesema wasifanye usajili. Kama ndio maana nikasema kwa sababu kuna ambao wanaondoka. Kwa sababu bado ina namba ya kusajili wachezaji wa kigeni. Kwa kama itaamua kwenda kuingia. Kwa sababu mimi nilikuwa naona kwamba Kante, Neo Maema ni kuweza kumalizana nao waendelee kusalia. Sioni haja. Ukimwondoa Bajabeli ambaye ashapotea muda mrefu na soa issue yake namna ambavyo ilivyo. Labda ni hao wawili. Lakini sioni haja ya kuvunja kibuu kuingia sokoni kwa nguvu. Sioni. Lakini wewe unaona ni bora zaidi kusajili wachezaji wazawa kutoka hapa nchini Tanzania ama kusajili wachezaji wa kigeni? Mimi nadhani Simba kwa wachezaji wazawa kama wamemkosa Faisal Salum. Sioni haja kusajili mchezaji mwingine. Hakuna. Mchezaji ambaye anakuvutia kwa sasa mwenye form bora ni Faisal na Nado peke yake. Unamchukua nani mwingine? Hapo wachezaji. Hakuna. Hatuwezi kufanya usajili wa kizalendo tu. Hapana. Wako ni wawili, Nado na huyo bwana mdogo nani Faisal Salum. Sawa, nikutakie siku njema na wakati mwema. Haya, shukrani pia.